Tukitazama wapo watu ambao waliondokewa na waume, tena waume ambao Allah aliwajalia kuwapa riziki kubwa. Watoto wamebaki mayatima, walikuwa wanajivunia wana baba. Baba yetu anaendesha gari, analo. Baba yetu nyumba nzuri, alhamdulillah, mashaallah. Walakin ndio nini? Kifo hakichagui wala hakijali. Kimekwenda kumchukua huyo baba ambaye ni tegemezi ya familia. Alafu unapatikana mtengano wa baba na watoto, hakuna kusaidiana tena. Lakini sio hivyo tu, yako mauti yameondoa wake za watu. Maskini Mungu ameishi muda mrefu, lakini ndio nini? Mauti hayakujali hivyo, yamebeba. Hebu fikiria siku ambavyo na wewe itakufika, ana amutu wa anta tamutu, mimi nitakufa na utakufa vile vile. Ushawahi kufikiria siku hiyo? Ndio maana katika maudhui yetu ya leo, hebu tukumbuke fikra, tuwe na umuhimu wa kuangalia historia za aina mbalimbali. Huyo aliyefariki, jiulize alikuwa nani duniani? Fikiria machungu anayopitia mwenzako, vipi siku ambayo utayapitia machungu hayo ni wewe? Shakulifikiria hilo? Akthiru min dhikri hadhihi alladhat. Ndio maana Bwana Mtume akasema, fanyeni wingi wa kukumbuka kitu chenye kukata ladha ya utamu wa maisha. Siku ambayo wanamuondoa mkeo au wanamuondoa mmeo au wanamuondoa mwanao, fikiria siku hiyo unatamani uwe na pawa ya kuweza kuwazuia watu ili waweze kumbakisha huyo unayempenda katika nyumba yako. Lakini ndio nini? Wanaondoka, unawaona, na wewe mwenyewe pengine utakuwa miongoni mwa watakaobeba jeneza hilo. Utafika wakati wewe kwa mikono yako ndio utamtia kaburini, unamzika. Sio kama ni furaha. Usije kufikiria hilo. Fikiria siku ambayo anaondoka mkeo, mmekaa muda mrefu mko naye. Fikiria mosi kwamba anaondoka baba yako au mama yako. Ushawahi kufikiria hilo? Fikiria siku ambayo unaondoka wewe hapa duniani. Kuna baadhi ya vitu unaweza ukakama, lakini unaweza ukasaidiwa na mama yako, lakini unaweza ukasaidiwa na jirani yako, lakini unaweza ukasaidiwa na jirani yako, lakini unaweza ukasaidiwa na mazingira. Pako pahala nyumba yako ina dirisha moja, haina feni, lakini ukaenda kwa rafiki yako, naomba basi nijipepee na feni. Ukakaa ukapepewa, hakuna shida. Pako pahala unaweza ukakaa kwenye miti, ukaenda upate upepo, lakini katika kaburi upepo unatokea wapi? Mwenyezi Mungu anasema maneno ajabu, wanarejea hivi sasa wanarudi nyumbani. Watarakuka, wamekuacha mkono, wafiturabi na faruka, katika udongo wamekufikia. Wala udhallu maaka, hata kama wangebaki pamoja na wewe, ma nafauka, wasinge kukunufaisha kitu. Angalia balaa linakuja sasa, ghafla maiti wakati yupo katika nyumba ya kiza. Ajabu iliyopo, maskini ya Mungu, katika kona ya kaburi yake kinatokea kiumbe ambacho hajapatapo kukiona duniani, wala hajapatapo kukifikiria, wala hajapatapo kukidhania. Kinatoka katika pembezoni mwa kaburi yake, alafu kinapotoka kinakuja kinamtazama. Maiti anaangalia kwa uoga, anatetemeka, maskini ya Mungu anamwangalia. Alafu yule mtu anakuja anamwambia, abshiru, leo mimi nimekuja kukubashiria. Ndio neno lake la kwanza, abshiru, leo nimekuja kukubashiria billadhi yasuuka, kwa jambo ambalo litakuudhi wewe kuliona kuanzia sasa. Maiti anatetemeka, anashangaa. Kwanza kiumbe mwenyewe, kabihul wajhi, kabihu thiyabi, anakuja kiumbe ambaye sura yake mbaya, hajapatapo kuonekana duniani. Anatoka usaha, maskini ya Mungu, nguo zake chafu, ananuka uvundo. Maiti anajifunga namna hii, anaambiwa maneno ya kutisha kwamba ninakubashiria mabaya utayaona kuanzia sasa. Maiti anajikata kidogo, anamwambia wa anta, na wewe vile vile unakujaje ubaya namna hii? Una salamu alaykum, una amani wewe, man anta, nani wewe? Basi angalia maneno, yule bwana anamjibu, wewe unanijua vizuri, mimi hunijui bwana wewe, mimi mbona rafiki yako? Rafiki yangu gani sijapatapo kuwa na rafiki kama wewe? Anamwambia ana amaluka alkhabith, mimi ni matendo yako mabaya uliokuwa ukiyatenda duniani. Leo nimekuja ndio partner wako, tutaka uishi katika dunia. Wallahi nakuapia kwa Allah, sikuwahi kulifahamu jambo lolote kwako wewe ila ulikuwa hivi bati'an an ta'atillah, ulikuwa mzito kwenda katika taa ya Allah. Ndivyo nilivyokutambua. Watu wakwambia michango ya misikiti umekula kona,
Ukifika adhana huna wasiwasi na maisha yako batian, na kama kuja msikitini utajivuta, kufunga kwako unajivuta batian an ta'atillah. Alafu kingine sari'an ila ma'asiya, ulikuwa mwepesi kwenda katika maasiya. Yani jambo la kipuuzi, jambo la maasiya ulikuwa unalikimbilia kwa miguu yako unaliwahi, lakini katika jambo la khairi kuliwahi hata siku moja. Mimi ndivyo ninakuambia hivyo, na ninakuapia utayaona mambo mazito kuanzia sasa. Yule bwana anapotea katika kaburi, akipotea ghafla maiti sana anatetemeka, haoni kiza, anaishi vipi? Ghafla kaburi yake inawaka tena, inapowaka anatokea kiumbe mwingine, kiumbe ambaye anakuja, kiumbe huyu kabihu thiabi, naye anakuja kwanza abqamu, kwanza bubu, alafu kipofu, haoni, hasemezeki. Yani mfano wa roboti lililotengenezwa hata duniani walichukua katika hadithi iliyofundishwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiume huyu anakuwa amesetiwa kama aina ya umeme, maskini ya Mungu, hasemezeki, na mambo anayofanya utadhania kama anasema, utadhania kama anaona. Amesetiwa hivyo, haoni, kipofu, lakini bubu, hasemi, na ni kiziwi, hasikii vile vile, ila amesetiwa kwa kazi maalum. Akiingia katika kaburi, akifika pale, huku ana pigo la motoni la nyundo, alafu huku ana koreo, anaingia katika kaburi. Ghafla maiti anamshangaa, yule kiumbe anakuja, haulizi. Maiti anaongea, anamzuia yule bwana hazuiliki, hasikii, maskini ya Mungu. Akifika anapiga nyundo yake ya kwanza katika kichwa, akipiga katika kichwa maiti anasambaratika, anakuwa kama mchanga. Akishakuwa kama mchanga, Mungu anamrudisha tena kama alivyokuwa mwanzo, anampiga nyundo ya pili. Wallahi marehemu maiti atapiga kelele, ukelele ambao watausikia viumbe wote ila thaqalaini, isipokuwa viumbe wenye tabia mbili ya ugumu na uzito, wanadamu na majini ndio hawatasikia, lakini viumbe wote watasikia ukelele huo atakaopiga wanadamu, kisha atarudishwa tena kama ilivyokuwa mwanzo. Kwa Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni wenye kuingia katika taa, na vile vile tuwe ni wenye kusalimika na mambo mazito ya kaburi, kwani hatuna uwezo wa kuyahimili mambo haya.